kuwa na tabia, sijajua kwa Kiswahili inaitwaje, tunapenda kuliita neno kama bullying. Na bullying ziko za aina nyingi. Kuna za maumbile ya mwili, kuna za akili, na kuna zile ambazo zinatokea toka tukiwa watoto, lakini kwa sababu hatukuwa na ule ufahamu, unakuta mtoto anapambana mwenyewe kihisia na kimawazo. Sasa tunamsaidiaje huyu mtoto au huyu kijana ambaye sasa hivi tupo hapa na ameshawahi pitia hizo bullying za kwa mzazi, kwa mwalimu au kwa marafiki zake au kwa jamii ambayo inamzunguka, apite hilo wimbi la mawazo, kwa sababu ni mawazo ambayo hawezi kumshirikisha mtu, kwa sababu kute mtu ambaye anatamani kumshirikisha ndo ambaye amechangia yeye kuwa hivyo. Na swali la pili kwa Madam Margaret, hapa pana wanafunzi lakini pia kuna vijana ambao tunajitafuta. Tukiacha mbali swala la ndoa na mambo mengine, mara nyingi tunaonekana sisi vijana ambao tunajitafuta tuna hela, lakini sio kweli. Swali langu niliko hivi, je, ni sahihi kwa sisi vijana ambao tunajitafuta kuanza kujiingiza au kufanya matumizi yale ya lazima kwa kutumia mikopo? Kwa sababu unaweza kafika hatua hata kile kipato ambacho unakipata kinawezekana kisiende na matumizi yako hayo ambao unasema ni ya lazima. Je, ni sahihi? Najua tupo hapa ambao tumekopa, au mwingine akasema mimi sijawahi kukopa, lakini ni sahihi kwa sisi ambao tunajitafuta kuanza maisha kwa kutumia mikopo? Asante. Asante sana dada Beatrice. Nirudi kwa wageni wetu, watumishi wa Mungu. Karibu Madam Lusungu uweze kujibu swali la kwanza ambalo ameuliza, unamsaidiaje mtoto au kijana aliyewahi kupitia bullying? Karibu. Asante Beatrice. Labda tu kwa kifupi, mtu ambaye anakuwa bullied, yani mtu anayeonewa, huwa anaondokewa thamani yake, ndani thamani yake inapungua. Kwa anajiona kama sina thamani, kwa sababu yule anayembuli lengo lake ni kuifanya nafsi yake ijione nyonge, yani ijione dhaifu. Kwa hiyo mimi cha kumsaidia mtu ambaye anakuwa bullied na ambaye amekuwa bullied muda mrefu, cha kwanza ninashauri aonane na mshauri nasihi, kwa sababu inategemea na amount, yani kiwango cha ile bullying ambacho kimedamage nafsi yake, yani ule uharibifu uliofanyika kwenye nafsi ulivyofikia. Kwa hiyo mimi kwa hapa ninachoshauri kwamba muone mshauri nasihi. Hata ukija ukaniona nitakusaidia, mtu ambaye uko hapa labda umekuwa bullied. Lakini kingine ambacho ninachoweza kusema, ile Isaya 43 mstari wa kwanza anasema wewe ni wa thamani sana. Yani kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu, haijalishi amekuja duniani kwa namna gani. Inawezekana haujazaliwa na wazazi walio katika ndoa takatifu, lakini wewe mbele za Mungu ni wa thamani. Kwa hiyo na unavyoona nafsini mwako ndivyo utakavyokuwa. Kwa hiyo tambua kwamba wewe ni wa thamani na hakuna kama wewe. Yani kila mtu yuko unique na mbele za Mungu ana thamani. Kwa hiyo ukiitambua thamani yako, utaweza ku-overcome bullying. Kwa sababu sio tu kwa watoto, sio tu kwa vijana. Bullying inaendelea mpaka yani hadi watu wazima makazini kuna hizo bullying. Lakini ukiwa na ile study za maisha za kutosha ndani yako, ukao unajiamini, unajua kwamba mimi ni mkurugenzi wa maisha yangu. Nitachagua sehemu ambayo ina has energy, sitakaa. Sehemu ambayo ina energy ambayo ni chanya ndio nitafanya nini? Nitakaa. Kwa hiyo utaavoid, utakimbia zile bullying, utakaa mbali na wale watu ambao wanakusababishia bullying, ili uweze kuingiza energy ambayo ni chanya ndani yako na itakuhuisha. Lakini pia kwa kusoma sana neno la Mungu, lakini kama nilivyosema mwanzo, lazima uwe na kiongozi wa maisha yako. Lazima uwe umempa Yesu maisha yako. Atapambana yeye kwa ajili ya hizo bullying. Lakini kama uko mwenyewe unajipambania mwenyewe, nafikiri mchungaji pia atakuja ataongea vizuri zaidi. Asante. Asante sana Madam Lusungu. Kwa hiyo la kwanza, msaidie kupata msaada wa kiroho na msaada wa kisaikolojia, lakini la pili, msaidie kutambua thamani yake. Tuende kwenye swali la pili. Dada Beatrice aliuliza, je, ni sahihi kwa kijana anayejitafuta kuanza maisha kwa mikopo? Karibu Mwalimu Margaret. Tunapozungumzia mikopo huwa inatengeneza madeni, na madeni yako ya aina mbili. Kuna madeni mazuri na kuna madeni mabaya. Madeni mazuri ni yale ambayo mara nyingi mkopo huwa unachukuliwa kuendeleza biashara na unakuta yanalipika bila stress. Wakati mwingine hata sio kuendeleza biashara,
labda ni kufanya jambo la kimaendeleo mtu ametaka kulifanya, lakini tu linalipika bila stress, linalipika bila kumnyima mtu usingizi, linalipika bila usumbufu. Madeni mabaya ni yale ambayo mkopo wake unampelekea mtu ashindwe kulipa, ambapo inampelekea kumpa masumbufu mengi, mojawapo hata ile la changamoto la afya ya akili, kwa sababu unakuta mtu hajui atapata wapi pesa na anatakiwa kulipa pesa. Na mfumo wa mkopo pia unategemeana, kwa sababu kuna mikopo ambayo mfumo wake wa uendeshwaji ni mikopo ya riba, kwamba unapochelewa riba inakuwa inaongezeka. Sasa unakuta ukiangalia neno la Mungu kuhusiana na madeni liko wazi hasa. Mithali sura ile ya 22 mstari wa 7b inasema ya kwamba naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Kwa hiyo Biblia iko very clear kwamba unapokuwa unakopa na kutengeneza deni, unakuwa ni mtumwa wa aliyekukopesha mpaka uweze kulipa, ndivyo ambavyo unakuwa huru. Na ukiwa na tabia ya kukopa madeni alafu ulipi, unakuwa ni mtu asiyeenenda katika haki. Sasa Zaburi sura ya 37 mstari wa 21 imesema wazi, asiye haki hukopa wala halipi, bali mwenye haki hufadhili hukirimu. Usipotenda haki popote hautafanikiwa. Maana Zaburi 1:6 inasema Bwana anaijua njia ya walio haki, njia ya wasio haki itapotea. Kwa nini nimesema hii mistari? Kwa sababu ya kutokubali kuishi maisha halisi. Watu wengi wanaingia kwenye mikopo. Najaribu kufikiri, kama chanzo chako cha fedha ulichonacho hakikutoshi kwa mwezi, unafikiria kukopa, na mwezi ujao unatakiwa uendelee na maisha, uoni kwamba unaingia kwenye madeni ambayo hujui unayalipaje, ambayo hiyo ni hatari sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ambayo hiyo ni hatari sana. Kwa hiyo mimi, kwa ushauri wangu kwa kijana anayejitafuta, jikubali ulipo, mtazamie Mungu kwa zaidi. Jitahidi kile unachokipata ukitumie hapo, kwa sababu wengi ukiwakaa nao na kuwatathmini kwa mapana, unakuta mikopo wanayochukua ni kwa matumizi yasiyo na ulazima. Unajijua kabisa hali yako ya kifedha ilivyo, unatakiwa wewe uwe ni miongoni mwa watu ambao kama wana wa Israeli kule jangwani, inabidi uchanganye miguu kila siku ili usave hizo 2,200 za bodaboda. Lakini unakopa, unapanda bodaboda, mwisho wa siku 2,000 jumlisha 2,000 ni 4,000. Ukifanya mara 30 ni hela nyingi ambayo ungeweza kukubali maisha yako halisi kwa wakati huo. Yamkini hiyo gharama, mfano ya usafiri, nimetoa tu mfano huo, mfano hiyo ya usafiri, ungejikuta umeweza kuokoa labda shilingi 60,000. Kwa hiyo busara katika kukopa, lazima ujue sababu ya kukopa. Je, kuna ulazima wa kufanya hivyo? Na kama kuna ulazima, lazima ujue namna ya kulipa kabla hujakopa. Bwana Yesu asifiwe. Na lingine ni kuhakikisha unapata taarifa muhimu za mkopo, kwa sababu kama mtaalamu pia wa ushauri wa kifedha, kuna watu wengi sana wameingia kwenye matatizo ya madeni yasiyolipika simply kwa sababu ya taratibu ngumu za uendeshwaji wa mikopo, kama riba zilizopitiliza, ambazo mwisho wa siku unakuta mtu kuzilipa ni ngumu. Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha ya kwamba kukopa kwako kuwe na sababu ya lazima sana, na kabla hujakopa ujue unalipaje. Sio busara kukopa kama huna sababu za msingi za kufanya hivyo, kwa sababu utajikuta unajiingiza kwenye mduara wa umasikini, kwamba wewe kila mwezi ni kukopa, mshahara ukiingia ni kulipa, ni kukopa tena. Sasa kule unakokopa yamkini pana riba. Ile riba sasa inakuangamiza. Mwisho wa siku ukipoteza hiyo kazi inayokuwezesha kulipa kila mwezi, unaingia kwenye matatizo makubwa kifedha, na ndiyo hayo yanakusababishia mawazo ambayo hujui utatatuaje, na mwisho wa siku unaingia kwenye changamoto ya afya ya akili. Naamini nimekujibu Beatrice.